Angalia hii picha hii ya samaki na ndege. Maandiko anasema hivi: kama ndege akimpenda samaki, wataishi wapi? Umeelewa nini hapo? Maana yake ni kwamba kwenye mambo haya ya mahusiano haya, anaweza mtu akakupenda, lakini lifestyle haifanani. Yaani maisha anayoishi yako tofauti sana na wewe. Kama mtu na mtu hivi mmependana, lakini sasa maisha ambayo mnaishi yako tofauti sana. Kwa hiyo mmoja wapo anashindwa kuishi maisha ya mwingine. Kwa hiyo nataka nikwambie kitu kimoja. Ukikataliwa kwenye mahusiano kwa sababu labda wewe maisha yako ni duni, wala usihuzunike. Unaweza ukaenda kuoa mahali au kuolewa, ukaambiwa wewe bwana, wewe status yako wewe haifanani kabisa. Utashindwa kuishi na huyu binti wewe. Au utawezaje kuishi na huyu mtu? Sio kwamba kwa sababu labda una sura sijui ikoje, unapoa kama sindano au na mandevu kama ya Osama bin Laden. Hapana. Lifestyle hauwezi kwenda nayo, na usihuzunike. Watu wanakuwaga wapumbavu. Wewe umekataliwa kwa sababu wewe humwezi. Sasa unalazimisha nini? Eti unasema mapenzi gani? Humwezi huyo mtu. Achana naye. Tafuta ambaye mnamwezana naye, mtaenda naye vizuri tu. Ukiwa na kichwa kigumu, unaishi kwa tabu sana. Wewe umeona kabisa hapa siwezi ba. Mimi siwezi kuoa yule mtu labda elimu mama nini, mtu tofauti sana. Gap ni kubwa. Gap is so big. Lifestyle is so big. Yaani mtu labda ni mtoto wa Trump, Donald J. Trump. Beautiful guy, amekuelewa, amekupenda. Sasa unaenda kuishi wapi? Kwa Trump? Unaenda kuendesha magari ya Trump? Mapenzi leo naangalia mambo ya kusema ya mapenzi ya kizamani, eti mapenzi yanaota popote wapi? Sawa, mapenzi yapo, lakini sasa lifestyle I move. Usilazimishe mambo. Utafuta watu wako, billions of people duniani. Utaona mtu kuendana naye na mtaishi sema tu kupendana, you can love anyone. Mapenzi yanabadilika, na ndio maana unaweza kumpenda mtu mwezi huu, mwakani ukampenda mwingine. Mapenzi yanabadilika tu, yana shift, yana volatility. Usikaze shingo, everything changes. Ndio kaza shingo hivyo. Utakufa na pressure. Na mkifa watu endelea kuishi. People don't care. Wanasema ukitaka kumficha Mwafrika mpe tu vitabu. Yaani unataka kuwaficha Waafrika wape vitabu. Kwa sababu hawasomi. Havisomi. Lakini wazungu wakipata lazima wafunue peji kwamba kuna nini hapa. Popote atakapoenda, hata akija kijijini huko, wametoka Ulaya, akija kijijini, akikuta watu wameandika kitu lazima afunue. Na ndio maana anaambia someni vitabu mbalimbali. Sasa mimi nakusaidia kuchagulia the best book in the world. Number 1, Think and Grow Rich. Number 2, Psychology of Money. Number 3, 48 Hours of Power. Number 4, The Richest Man in Babylon. Number 5, The Secret of Millionaire's Mind. Number 6, Art of the War. Hivyo vipo vya Kiingereza na Kiswahili. English and Swahili. Sasa najua Kiingereza ni tatizo. Sio kasema professor si hatujui Kiingereza. Tulisoma chini ya miti hatujui Kiingereza. Tuma message WhatsApp namba hiyo hapo 0 ngapi hiyo. Nikutumie kwa WhatsApp. Sawa?